Ambia kanisa la Simina, anasema uwe mwaminifu hata kufa. Uwe mwaminifu hata kufa. Utapewa taji. Utavikwa taji. Si kila mtu anaweza kuwa na taji. Si kila mtu anaweza kuwa taji. Na maandiko Paulo anamwambia mtumishi wake Timotheo, anamwambia hakuna anayeweza kuchukua taji kwa sababu ameshinda. Lazima awe ameshinda kihalali. Kama hujashinda kihalali, hata kama utachukua taji, unaweza ukanyang'anywa muda sio mrefu. Kama kuna kitu kimepotea ndani ya kanisa, tumepoteza kuhusu habari ya uaminifu. Sasa hivi taasisi zote, ziwe taasisi za umma, ziwe taasisi za sekta binafsi, kila sekta inatafuta mtu mwaminifu. Kijana akitaka kuoa, anatafuta binti aliye mwaminifu ambaye hata msaliti kwenye ndoa. Binti akitaka kuolewa, anatafuta kijana ambaye ni mwaminifu ambaye hata msaliti kwenye ndoa. Bosi akiwa anahitaji wafanyakazi, anatafuta mfanyakazi mwaminifu asije akamuibia. Lakini leo uaminifu umepotea ndani ya kanisa na ndani ya watoto wa Mungu. Watu si waaminifu. Analiambiaje Bwana Yesu hili kanisa? Analiambia liwe liaminifu mpaka kufa. Kuwa mwaminifu, pamoja kwamba hili kanisa lilikuwa na ziki, lina kesi, lina changamoto za kutosha, lakini bado Yesu aliliambia liwe liaminifu. Uaminifu umepotea sasa hivi. Watu si waaminifu. Kwa habari ya uaminifu, si waaminifu. Watu wanaiba mpaka sadaka kanisani. Watu si waaminifu. Watu wanaiba sadaka kanisani. Watu si waaminifu leo. Sio kwenye ndoa, sio kwenye biashara, si waaminifu. Lakini Yesu alikuwa anaongea na kanisa hili, anasema hili liwe na taji, lazima liwe liaminifu. Tukirudi kwako na wewe, je, wewe ni mwaminifu? Jibu nalo wewe mwenyewe. Pale unapopewa, nikaona watu fulani wanagombana kwamba alimpa mwenzake hela ampelekee kijijini kwa wazazi. Alipokuwa kwenye safari akatumia zile fedha, hakufikisha kwa wazazi. Changamoto nini? Kwa sababu ya kitu kinaitwa uaminifu. Hamna. Wanagombana, kwa nini hujafikisha hela kwa wazazi wangu? Nimewapigia simu, wananiambia wakupokea hela.